Riria wanyonirie kuhoya Nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai wiguaga mundu tituguturagia ndu kathaitha Ngai kegunyitio geni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa Gitau umuthi ndiri mutho thiini wa county ya Machakos haha yetagwo Yata kiria tuoka guko tuoka kumekerura nikerurwo nerutome turario horo wake turario horo wa ngogoyo eno uri niki twaririria tukiweta uhoro wigi urimi wa njuki mundu wothe wana korwo giciria njuki ciri magwatia na to uguo kindu gitagwo value addition ya uki ucio ni tuko tukiamiriria muthenya wa muthi murimi witu aumete mugunda gwitwo The Hive acio nio maguthondekagira miatu na njuki ona nguo ta ici twikirite ri tukimenye cithondekagwo na njira iriku nigetha tuhote kumenya uria tungihota kurehe njuki tutigotinda haha chai na karara reke tuthie tuka nikerurwo nerutwo wewe umuthi turamikarura ona kuri utuku ngetheria governor twaririe jambo. Salimia mtazamaji kwanza na utuambie unaitwa nani? Tuambie hapa tuko wapi. Okay, asante sana. Yes. Kwa kukaribia huku kwetu. Huku yes. Ni Yata. Yata Farm. Na hii ni shamba moja ya kampuni yetu ambayo tunaita The Hive. Okay. Na mimi ni Richard ambayo nitakuwa nikikuonyesha leo jinsi ya kutoa asali kwa mizinga. Na haina tofauti. Haina tofauti ya mizinga. Na pia tuone nyuki. Na haina tofauti ya nyuki. Nyuki tutawaona. Wako pale tutaenda tuwaone. Tuwatembelee. Tuzungumze nao tuone. Yes. Na pia tuangalie watupe asali. Karibu sasa. Sasa hizi zote ziko na nyuki. Biashara yetu ni nyuki. Na mbona mkaamua kuja upande wa Yata ama mko mahali kwingine ambapo kuna nyuki? Tuko maeneo Kenya hii hakuna mahali hatuko. Kwenda Mombasa, kuanzia kule Malindi, kuja Mombasa. Hapa tuko Machakos, Kitui, tuko kule Meru, Naivasha, West Pokot, mpaka kule Turkana. What are the best climatic conditions za kuweza kuweka nyuki? Nyuki wanaweza ishi kila eneo. Sababu ni hii. Kule ambao ni kwa joto, kuna wale nyuki ambao wamezoea hiyo maeneo. Kule misituni, kama kule Mount Kenya, ukienda kule Mau, hiyo ni maeneo ya misitu. Kuna baridi, wale tunaita highlands. Kuna wale nyuki pia ambao wanaishi kule kwa highlands. Ukienda kule lowlands pia wako. Ukienda kule plains kama kule Masai Mara wapi kuna wale nyuki. Kwa hivyo nyuki wanaweza kaa kila mahali. Bora kuwe na chakula. Na chakula ni nini? Chakula ni yale maua. Lazima kuwe na miti. Yale maeneo ambayo hakuna miti, nyuki hawataweza survive. Sababu nyuki wanahitaji ile miti ndio waweze kupata chakula. Hebu tueleze yule mtu ambaye sasa hivi Richard anaweza penda kuingia ndani ya ukulima wa nyuki ataanzia wapi? Kitu ya kwanza ni uwe na ile haja ya kutaka kuanza hiyo kazi. Kwanza uwe mwenyewe unataka ile kuanza ile kazi. Kitu ya pili ni lazima utafute ile nyumba. Jitayarishe nyumba ama mzinga kule. Sababu nyuki watakaa wapi? Ukishapata ule mzinga sasa unakuja unauanika. Ukishauanika wewe uende kutafuta nyuki. Nyuki wenyewe watautafuta ule mzinga. Ni nini haswa huweza kufanya nyuki waje kwa shamba lako ili tuseme ya kwamba unataka kuanza? Ni nini haswa ita attract ama itafanya wale nyuki waje kwa shamba lako? Watu wengi wanapenda kupaka asali, lakini asali sio nini. Asali italeta nyuki tu hiyo siku. Nyuki watajaa kwa mzinga wako. Lakini kesho utapata hata nyuki mmoja. Kwa nini? Nyuki walikuja sababu walisikia harufu ya asali. Wakaja wakala ile asali na wakarudi makwao. Lakini ukipaka ule wax, hiyo ndio inaeleza wale nyuki hiyo ni nyumba ya kuishi. Kwa hivyo hiyo wax ndio inavutia wale nyuki kwa ule mzinga. Kuna zile mizinga ambayo umetengeneza. Hebu tueleze aina tofauti za mizinga ambazo mko nazo. Tuko na ule mzinga tunaouita Langstroth ama Carbide, ile improved Langstroth. Kama huu sasa unaoona hapa. Huu ndio mzinga wa kisasa kabisa. Umetengezwa
sababu ya yule nyuki wa Kiafrika. Ukiangalia ndani yake tuko na temperature regulating board, ama ile kizuia joto ama baridi. So joto ikiwa nyingi, hiyo kuna hiyo regulator ya temperature. Wakumbuka kwamba kuna mzinga wa kitamaduni ule ambao ulikuwa unachukuliwa ile gogo la mti ambao unachimbwa ndani. Sasa tumekuja na aina hiyo, lakini sasa ya kisasa, ambayo unaweza kutoa ile asali vizuri bila shida yoyote, na uweko kule juu ya miti pia. Utaweza uweko kwa ile stand pia, na usimame pale vune vizuri bila shida yoyote. Unatoa asali ikiwa kwa ile zega, unaitoa ikiwa kwa ile zega vizuri kabisa. Kuna mzinga ambao tunauita Kenya Toba Hive ambao haina huu. Huu ni mzinga wa kitambo kidogo. Umekuweko kwa muda. Na pia huu ni mzinga wa nyuki ambao unaweza pata asali, lakini sasa huu utauvuna kwa ile asali ikiwa kwa zega. Ule wa Langstroth asali ikiwa kwa zega, unatoa ile zega yake ikiwa na asali, alafu unaenda, kuna mashini ile unaingiza ndani, unaizungusha, ile asali peke yake ndio inatoka. Zega linabaki tu bila kuharibiwa, alafu unaichukua unairudisha tena kwa ule mzinga. Kuna zile ambazo nimeziona kwa miti zimetengenezwa kwa mbao. Hebu tueleze hizi ni aina ipi ya mizinga? Tuna nyuki wengine ambao tunawaita pollinators, ama wale tunaita bubble bees. Sasa hao kule umeona kwa miti kuna vibao tumefungia kule kwa miti. Hao sasa tumewatengenezea pia nyumba, ndio wakija wao wanapenda sana kuingia kwa zile mbao. Wanakuja wanakula ile mbao, wanaitengeneza nyumba pale ndani. Sasa tunawatengenezea ndio wasiende kule kwa manyumba zetu kwenda kutafuta mbao kule waanze kudhekera. So tunawatengenezea pia hizo. Hao wanasaidia kwa pollination, ile ambayo tunaita pollination, ambayo ni muhimu sana. Nyuki ni muhimu kwa kazi ambayo tunaita pollination. Sababu bila yeye hakuna chakula. Zile mizinga ambazo nimeona ndogo ambazo mmehanga kwa miti ni aina ipi? Sasa ile mizinga midogo kuna wenye tunaita stingless bees ambao tunawatengenezea, sababu wao hawawezi toshea. Hii nyumba ni kubwa sana. Mzinga kama huu ni kubwa sana. Hao sasa tunawatengenezea kama mzinga kadogo ambapo wataweza kutengenezea asali yao pale ndani. Kunazo ambazo nimeona ni za mawe. Hebu tueleze, sijaiona mzinga ambao ni wa mawe na nyuki watakubali kukaa pale. Huo ambao tunaoita concrete hive. Huo ni mzinga ambao tunaita concrete hive. Na huo mzinga ni mzinga ambao tumeubuni sababu kumekuwa na mambo mingi. Yule mnyama ule ambao anapenda asali ambao tunamuita honey badger, ule hawezi hata uangusha. Na nyuki wakiwa pale ndani wako sababu haukui joto. Haukui na ile joto. So nyuki wakiwa pale ndani watatengeneza asali vizuri kabisa bila shida yoyote. Honey badger ni undu wa mundu ureuria ni ndui na Gikuyu ni thegere. Na Kikuyu wanasema thegere igiri itiremagwo ni mwatu. Hiyo ni kumaanisha haishindwi. Segele mbili haiwezi shindwa na mwatu mmoja. Atia segele mbili haiwezi shindwa na mwatu. Hau twakinyeria ha segele mbili niho tukwamba guikiria nigetha tugicokereria tuhote kumenya atiriri tiga segele mbili niki kingi kigiaga njukiriria cirakorwo cigikura. Aya ithuĩ nĩ twarĩkia gũcokereria na tũrauga atĩrĩrĩ gũkũ nĩ njũkĩ mũhũngairwo nĩkĩo njũkĩte kũhũnga ndeto ciĩgiĩ njũkĩ na mathuri menda ũhorereri maugaga atĩa njũkĩ mwatũ nĩ icoke mwatũ ukaigua tho nĩ makatĩa nĩ mahorera atĩ njũkĩ ndĩrĩ miuchugo nyingĩ nĩ gũgũbundithia kangĩ kamwe tũrĩ haha. Na kunazo vile vitu ambazo tunaweza sema apart from the honey badger ambao bado wanasumbua nyuki wakati ziko ndani ya mwatu. Siafu huwa zinasumbua nyuki sana sababu wanatembea wanaingia ndani ya mzinga na wanatengeneza nyumba pale ndani. Yes. Sasa wakishaingia pale ndani wataanza kusumbua wale nyuki. Yeah, na nyuki wataamua waende. Okay. Kuna kitu kingine ambayo tunaita wax moth. Wax moth kuna kipepeo inakuanga usiku. Inakuja inatega mayai pale kwa mzinga. Na hutawahi iona hiyo kipepeo. Itakuja tu itege mayai na iende. Ikishaenda sasa yale mayai yake ikiagua, sasa ile viwavi sasa wanaanza kukula zile combs ziko pale ndani ama yale mazega yako pale ndani. Sasa hiyo itaanza kusumbua nyuki sababu wanaanza kukula wakiweka ile buibui kama ile spider. Wakiweka
Sasa wataanza kusumbua wale nyuki wakiwasukuma wakienda nje. Njia ambazo tunatumia kuweza kuweka zile mizinga tutaziweka kwa njia ipi? Wakati wazee wetu wa kitambo walikuwa wanaanika mizinga yao kule juu ya miti, na kule juu ya miti unaweza kuwa na madhara nyingi sana, sababu ule mzinga ukiwa pale kuufikia ni watu wachache wanaweza kufikia. Lakini ukiwekelea kwa chuma kama hii, kila mtu anaweza fanyia kazi hiyo mzinga. Na hiko kitu moja wao tunafanya kabla tukuje tulete huu mzinga kwa zile stand ama hizi chuma. Kwanza tunawanika kwa miti ndio nyuki waweze kupata nyuki. So nyuki wanapata ni ikiwa juu, sababu nyuki unajua wanapita juu. Sasa hiyo inakuwa ni rahisi nyuki kuspot ule mzinga ama kuuona na kuingia. Sasa wakishaingia kwa ule mzinga, sasa unaupea karibu wiki 3, wale nyuki watulie pale, wautengeze ikuwe nyumba. Sasa tunauteremusha kutoka kule juu ya mti, tunauleta sasa tunaiwekelea kwa hii chuma sasa. Sasa hii chuma sasa hapa ndio apiary ile tunaita sasa ile shamba ya nyuki hapa sasa. Kuna kakitu kamewekwa pale kama kakikombe hivi. Hako kakikombe tunawekelea ile tunaita grease ama ile used oil. Ile oil ya mzee ambayo imetumika. Ndio tuweze kuzuia wadudu hawa ambao wanatambaa wasiweze kufikia ule mzinga. Sababu vile wanaopanda wakifikia kwa ile kikombe iko na oil, watakwama pale. Kwa wale ambao wanaanzisha ukulima wa nyuki, ndani ya mzinga moja kutakuwa na nyuki kama wangapi hivi idadi? Mzinga mmoja ambao tunaoita sasa colony, wale nyuki wako ndani ya mzinga moja ni ile sasa ile familia moja ambayo tunaita colony kwa kimombo. Colony moja ina nyuki 40,000. Inaweza kuwa zaidi ama inaweza kuwa chini hapo. Hii colony ambayo tunataja siku ya leo iko na nyuki aina zipi na kazi yao ni ipi? Pale ndani ya mzinga, ile ni nyumba ama familia. Ile ni kama familia. Pale ndani kuna baba ambao tunamuita drone. Drone kazi yao ni kuzalisha yule malkia tu. Na wale hawaona ule mshale wa kudunga wewe, hawezi kukudhuru. Pale pia kwa ile nyumba tuna mama ambayo tunamuita the queen bee, ambayo ni moja tu. Kila mzinga una queen mmoja, hakuna wawili. Kazi ya ule mama pale ndani ama the queen, kazi yake ni kutega mayai. Wale nyuki ambao wengine tunao kwa ile familia ni wale tunawaoita workers ama tunaweza kusema ni watoto sasa. Na hawa ndio wale nyuki wengi zaidi. Na hawa ndio wanafanya kazi ile nyingi kwa mzinga. Hawa nyuki kazi yao wao ndio wanaenda kutafuta chakula. Hawa ndio tunakutana nao kule manyumbani kwetu. Hawa ndio wanatengeneza yale mazega pale ndani. Hawa pia ndio wanaosafisha ule mzinga na kutengenezea yule queen chakula. Askari pia, hao ndio askari wanaofanya kazi ya askari. Alafu sasa kuna wale ambao wanaenda kutafuta mahali chakula iko. Itachukua muda upi ili tuweze kusema kwamba asali imeanza kutengeneza asali? Unaanza kuhesabu pale nyuki wakishaingia kwa ule mzinga, sababu wakishaingia wanaanza kazi immediately. Mara moja. Inawachukua miezi 5 ama miezi 6 uweze kupata asali mara ya kwanza. Kwa ile mara ya kwanza. Sasa huu mzinga wa Langstroth ambao tunaita Kabai, ambao ni wa kisasa kabisa. Sasa ukishavuna ile mara ya kwanza, baada ya hapo, sababu yale mazega hutayatoa, utatoa tu ile asali na ile mashini, alafu urudishe. Sasa baada ya hapo, kulingana na vile chakula iko, utaweza vuna baada ya kila mwezi 2 ama 3. Mzinga mmoja huu wa modern unaweza kutoa on average kilo 10 kila kuvuna. Tuseme kama umevuna mara 4 ama 5 kwa mwaka, na kila mara unatoa kilo 10. Kwa hivyo tuseme kwa mwaka utatoa kilo 50 ama 60 kwa huo mzinga. Chakula ushatueleza tuwe ni maua na tunajua kwamba wataenda kutafuta. Hebu maji ni kitu ya maana kwa nyuki. Na unikiangalia shamba hili unaona ni kama kumekauka. Maji nyinyi hufanya namna gani? Nyuki kutoka kwa huu mzinga. Unaona mzinga mahali huko sasa. Kutoka kwa mzinga anaweza kwenda kilomita 3 mraba.
upande huu kilomita 3, upande huu kilomita 3, upande hule kilomita 3. Kwa hivyo wewe kama mkulima, mahali unachagua kuweka ile mzinga ya kwako, unafaa uhakikishe kwamba umeangalia katika ile radius ya kilomita 3 kuna maji na pia chakula iko karibu. Queen huaga hatoki kwenda kutafuta maji, ama maji yake hutoka wapi? Queen yule kuna chakula yake special ambayo anatumia, ambayo tunaita the royal jelly, ama yale maziwa ya nyuki. Yeye hiyo ndio chakula ambayo wanaitumia. Na wale nyuki sana si ile maji wanaikunywa sana, wanaitumia pa. Na wanaitumia pia kuja kupoeza wakati kuna joto sana. Ndio wanakuja wanapiga yale mabawa yao. Inatuliza ile, ina regulate ile joto pale ndani ya mzinga. Kwa hivyo kama hakuna eneo ya maji karibu katika ile radius ya kilomita 3, unaweza kutengeneza kadimbu ya maji ama hapo karibu tu kwa mizinga kwako, na ndio uzuie wale nyuki kukufia ndani ya ile maji. Baada ya kuweka ile maji, unachukua nyasi ama vijiti unaweka pale, ndio nyuki waweze kupata mahali ya kukanyanga wakati wanaokunywa ile maji. Sisi hapa kwa hii shamba tuko karibu na maji, sababu ukiangalia upande huu wangu chini tu hapa mita karibu hata 10 hivi, utaona kuna ule mto ambao tunaita the Yatta Faro ambao umepitia pale. So maji hapa iko. Nyuki wote wakifa, pia sisi binadamu tutakufa. Ukweli ya hiyo ni nini, na ilikuwa inasema kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Hiyo ni ukweli, sababu walisema kwamba nyuki wakifa wote wakufe, sisi binadamu tujipe miaka 4 alafu sisi tuishe pia. Sababu nyuki wao wanasaidia, kuna kitu ambayo inaitwa pollination ambayo inawasaidia wakati wanaenda kutafuta chakula, wanaenda kwa yale maua kutafuta chakula yao, na katika kutafuta chakula wana pollinate ama wana fertilize yale maua, nasi tunaweza pata nini? Chakula. Kwa hivyo ndio tunasema kwamba anibi akikufa na sisi binadamu pia tuta. Nwanyita atejo kesinge kuwa ona ilio ne twakuwa. Kunayo mambo ambayo nimeona siku ya leo. Umeniambia kwamba nyuki inapenda maua. Nikiangalia huku sioni maua yoyote, mimi naona miti ambayo imekauka. Na pia kuna zile vyumba ambazo nimekuta ya kwamba mmeweka ni kama, alafu mmeweka wax ndani ya hizo chuma. Hebu tueleze hizo ni nini na maua ambazo unazungumza kuhusu ziko wapi? Kitu ya kwanza ni kwamba nyuki wanapenda maua, na ukiangalia kwa hili shamba letu ni kwamba sahi ni wakati wa kiangazi. Na chakula imepungua sana. Lakini nyuki wana njia zake za kwenda. Wategemea ile miti kule. Wakienda kule karibu na mto, kuna maeneo utapata kuna maua. Na pia sababu ya kukosa hiyo, ndio maana tumebuni sehemu vya kulishia nyuki, kupea nyuki chakula. Tunachukua zile asali tunachanganya na maji, alafu tunawapea. Pia kuna vyakula ambazo nyuki huwa wanapewa. Hebu Richard, tuambie vile tutaweza kuharvest asali yetu. Na pia nimeshtuka ya kwamba siku hizi mtu anaweza harvest hata mchana. Hii imewezeshwa na nini? Ile ambayo tunaita modern beekeeping ama ile apiculture sasa ya wakati ambao tunawafunza watu ni kufunza jinsi watakafanya kazi na nyuki kwa urahisi bila ile conflict nao. Na ndio tumekuja na aina hizi ya mizinga ambayo unaweza fanya kazi hata mchana. Isipokuwa na asali ambayo tunachukua kutoka kwa mzinga, ni nini nyingine tunaweza kuchukua ama kuharvest kutoka ndani ya mzinga? Watu wengi wanajua tu asali ndio inatoka kwa mzinga. Hawajui kwamba huu mzinga unaweza kukupa faida nyingi sana. Kitu ya kwanza ni asali ambayo kila mtu anaijua. Na asali kuna aina nyingi. Kuna ile asali yenye iko kwa zega, na kuna asali ambayo ambayo iko kwa ile table form ama liquid form. Kitu ya pili tunaita wax. Wax ni muhimu sana. Watu kama wale wanao mizinga ile ya kitambo wanatoa zile wax, wanazitupa. Vile wanazitupa hizo ni pesa. Wanafaa waende wazitengeneze, wauze kama wax blocks. Na hiyo ina pesa nyingi sana.
Kuna kingine ambayo tunaita pollen ama chavua kwa Kiswahili. Pollen ni chakula nyuki wanaitumia kama chakula, ama source of protein ambayo wanaitoa kwa mzingi, wanaitumia wao kukula kama chakula, sababu wanaichanganya na asali, wanaikula. Hiyo inakuwa ni kama ile tunaita bee bread ama mkate wa nyuki. Hiyo pia unaweza itoa kwa ule mzinga. Kingine unaweza kutoa kwa mzinga ni propolis ama ile gundi. Hiyo gundi pia inatumika, ni dawa. Inatumika dawa nzuri sana ya koo, kifua na pia ukiumwa na meno. Na pia inatengeneza zile sabuni ambazo tunaziita hand bacterial kwa kizungu, ambazo zinaua viini. Kuna kitu kingine ambacho tunaita royal jelly ama maziwa ya nyuki. Hii inatumika sana. Watu wengi wameanza kuitumia, ambao hii chakula ambayo Queen Bee anaitumia. Sasa watu wengi wameanza kuitoa na kuiuza na kupata pesa. Kitu cha 6 ambayo inayotoka kwa mzinga ni ile sumu ya nyuki ama inaitwa bee venom. Hiyo ni muhimu sana. Watu wengi wanaogopa nyuki sana. Sababu wakisikia hiyo kishadungwa, ile sumu ndio ile ambayo inakufanya ufure. Hiyo ni dawa. Unaweza ivuna na itumike kama dawa. Kwa hivyo sio asali peke yake, ni zaidi ya asali. Na hizi vitu zote ukizatoa unaweza pata pesa zaidi. Sababu asali ukilinganisha na hizi vitu zingine nimekutajia, ukichukua kilo moja asali, kilo moja ya wax, ya pollen, propolis, royal jelly na bee venom upeleke sokoni, asali ndio itachota ile pesa kidogo kabisa. Kwa wale wakulima ambao wanatutazama wangependa kujua kwamba nyinyi huweza kutengeneza mizinga ya kuuza ama kwa kuweza kupatia wakulima ili muweze kupata ile asali kwa wingi. Mkulima yeyote ambaye anataka kuanza ukulima wa nyuki anafaa atutembelee. Tuna maduka kule Nairobi, Mombasa Road, pale karibu na Panari ambayo tunaita the Hive House, utaona pale. Na pia tuna maduka nyingi kule Malindi, tuna duka Mombasa, tuna duka hapa upande wa ukielekea Garissa Road, ukipita Matu, Kanyonyo, tuko na duka pale. Voi tuko na duka, tuko na duka kule Nairobi, ingine kule Sarit Center. Kwa hivyo, na pia tunaendelea kuweka zingine kule Kisumu, Eldoret, wapi. Mizinga yote hiyo tunamezungumzia tunayo kwa wewe mkulima kuweza kufuga nyuki. Baada ya kuweza kutengeneza mizinga na kuweza kuchukua asali, kunayo training ambayo nyinyi huweza kupatia wakulima ili waweze kuingilia ukulima huu wa mzibe nyuki, wa asali. Huwa tuna mafunzo kila mwezi. Mkulima akinunua vifaa kwetu kama hii mizinga, akinunua, na pia wale ambao hawajanunua lakini wanataka mafunzo, kila mwezi huwa tunaandaa mafunzo. Hebu tueleze kwa wale ambao wangependa kuzungumza nanyi Richard, watawafikia namna gani? Ukituhitaji kule kwako tutakuja tukuonyeshe jinsi ya kunini. Wale ambao ni wanatarajia ama wanataka kuanza ufuga nyuki na hawajaifanya hii kazi, pia tunatembelea wao, tunawaonea shamba yao na tunawaadvise ama tunawapea ushauri eneo ile nzuri mahali wanaweza weka nyuki na ni kiwango gani ya mizinga ambayo unaweza weka kwa hiyo eneo. Sababu hiyo ni muhimu sana. Sababu wakulima wengi wananunua tu mizinga lakini hajui mahali ya kwenda kuweka. Hii tutakuja tuangalie na tukuambie hapa ndio ile mahali unaweza weka. Unaweza weka mizinga aina kiasi fulani. Unaweza zungumza na mimi Richard katika nambari ya simu 0721 863 868. Unaweza kunipata pale na tuweze kuuliza ushauri wowote na mahali unaweza tupata, pia vile utatufikia kwa urahisi kabisa. Daktari, doctor mwenyewe wa nyuki. One and only, the only doctor wa nyuki ndio huyu. Nikimwambia shukran kwa yale ambayo tumesoma. Na tumesoma mengi na umetusaidia sana. Na najua wale ambao watakuja kusoma pia utawasaidia. Na wale watataka bidhaa pia utawauzia. Si ndio? Ndio. Basi na usalimie ule jamaa anaitwa Chris. Mwambie hii ni yake. Hiyo ni yake. Patia Chris hiyo mkono. Mwambie asante sana kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Thank you so much. Oria tuma naguo ni ati njuki no uhote kurera na no uhote gwika kindu gitagwo value addition. Ni roigwo indo iria ciuma hari njuki ni maundu maingi muno maria mauma thiini wa njuki. Na kuiga njuki ti undu muritu. Ni tondu wikuikiga mwaturi na uhote guthondeka na njira ire yagireire, ni ukuhota gukorwo kiiga njuki ciaku na uhote guthondeka mbeca. Ndikuhota kuongerera undu ungi kira Ngai wa mwa kurathime o nginyagia kiumia gigoka. Njita Kimiti wa Gitau, tafarira ni mugambo wa murimi. Kuma guku Yata tuganire twaririe rigo ti undu ungi ndathie nduka thie ngagire kana ndikuire mwatu uyu.